Saj. Naam. Miki ukweli nina surprise yako. Surprise? Of course. Hivi una mchumba, una mpenzi, umeniambia mwanzo unakuwa kwenye kipindi uko single. Saizi niko single. Uko mwenyewe. Ndiyo kwa kweli. Huyu jamani tapeli sana. Yaani wewe sio binadamu, wewe ni yaani nakuchukia wewe. Zabibu. Isaac. Kwanza nashukuru. Pili, mimi nataka kudili na hapana subiri. Zabibu subiri. Hapana. Hivi wanaume wote ndio hivyo hivyo. Subiri. Usitumii kauli chafu. Usitumii kauli kali. Surprise ambayo umeniandalia leo. Ndio surprise ambayo umeniandalia. Subiri kidogo. Acha hasira. Usimwoni hivi unitapeli yani. Zabibu, chunga kiti. Nimekwambia hasira. Sikia anavyoongea huyu. Inaniuma. Mara ngapi nimekupigia simu? Zabibu, ulikushawahi kumwambia kama una ujauzito wake? Mbona kama ameshtuka? Mbona kama ameshtuka? Huu ni mnafiki. Siji wewe kwani. Bado linaeleweka hili. Bwana Jack. Jamani. Unifanyie wewe. No, subiri. Isaac TV. Salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Ni aje kaka? Alhamdulillah. Uko vizuri? Hatujambo, tumshukuru muweza wa kila jambo. Lugha hizo mzee baba, uko vizuri? Tuanze faster. Majina? Naitwa Saj Omar, nitoe salamu kwa kila anayetusikia na kutuona. Nani? Saj Omar. Ndiyo. Saj Omar. Yes, yaani mtu akitaka anaweza kuita Saj, anaweza kukutapia Omar. Vizuri. Okay. Yeah. Saj Omar, nimependa sauti yako. Mimi ni mwanaume sawa, lakini nimevutiwa na sauti yako kimazungumzo. Asante. Mimi ninavyojua Saj Omar, Ndiyo, Saj Omar. Ni mwigizaji pia. Ni mwigizaji pia na ni mkufunzi. Mkufunzi maana yake? Ni mwalimu wa igizo. Okay. Yes, unafundisha watu masuala ya maigizo? Na kufunza namna gani unaweza kaigiza. Vizuri. Okay. Una team ya movie bila shaka? Vizuri. Inaitaje? Tunaitwa ni Hekima Please. Hekima Please. Kwa ufupi wewe ni mwalimu wa masuala ya kuigiza. Uliosomea wapi? Hatuko huko sana, si kile ambacho kilituleta hapa, lakini tunataka kujua yalikuja vipi haya. Swali la kuigiza au kuwafunza watu kuigiza, ni kipaji au unasoma? Ni kipaji, alafu nikajifunza kupitia vitabu vingine. Okay. Kupita chuo lolote ile, lakini ni vitabu tunasoma, basi nikawa na upewa kuelewa hivyo. Ndiyo. Okay, sawa. Saj, mimi naamini kabisa ulikuwa unatusikiliza, sawa? Ndiyo. Kwenye kipindi chetu hiki ulikuwa unatusikiliza na kama mwalimu. Kweli. Kipindi hiki ni mara ya kwanza unakisikia, aidha unakisikiaga, aidha ndo mara ya kwanza inakujia, vipi kwa ufupi? Nikifuatilia mada ambayo tumezungumzia ni kuhusiana na mapenzi kati ya mvulana na msichana. Okay. Tukiwa nje ya ndoa au kwenye ndoa pia. Yes. Na kupitia PG Classic FM ni kwamba ndo mara ya kwanza nafuata hichi kipindi. Okay. Yes. Ndo mara ya kwanza Vizuri sana. Lakini umekionaje miundo mbinu? Nimefurahia. Okay. Maana kila ubunifu unakuja ni mzuri. Okay. Yes. Saj, ukisikia penzi unasikia nini? Nikisikia penzi mimi naelewa moja kwa moja ni huruma na upendo pia. Okay. Yes. Ushawahi kupenda? Kwanza watu wasikilizaji wajue ni mume wa mtu, ni mpenzi wa mtu, ni kijana tu yuko hapo? Ni kijana yupo tu. Okay. Yes. Na nimeona umekuja na dada, sijili ni dada yako na nimeshindikizwa pamoja na dada yangu. Okay. Yes. Sawa, mnataka kufanana nimeona. na kwenye maigizo. Ndiyo. Mimi mpaka nianze kukutafuta ni kwa sababu nimeona una uandishi mkali sana kwenye mapenzi. Na
unatumia nguvu nyingi sana kwenye kuandika movie, hasa script za mahusiano za mapenzi. Asante. Mapenzi yana siri gani kwako? Yana tafsiri gani kwako? Nimezungumza tafsiri ambayo mimi naelewa katika mapenzi ni ule huruma. Ni mtu kuonesha huruma mbele ya mwenzie. Na kwenda sawa na kile ambacho unachokitaka wewe. Okay. Yes, yani nimaanishe furaha. Okay. Ndio. Sawa. Furaha. Labda nikuweke kwenye mfano fulani. Ndio. Sawa na hadithi zangu tofauti. Penzi mfano wake ni sawa na mtu anavyotamani kitu au anavyokitaka kitu. Basi akiwa na ile shauku ya kukitaka kile kitu, ni afadhali kile kitu kipate maumivu fulani kusudi yeye aipate ile furaha tu. Rudia sentence hiyo. Rudia kidogo. Unasema? Ni sawa. Penzi ni sawa. Ni sawa. Na mtu kuitafuta ile furaha ambayo anaitaka yeye. Ni vyema yeye kufurahi, lakini kile ambacho anachokitaka kiumie au kiasirike katika hali yoyote ile, lakini yeye ili mradi au amepata tu ile furaha. Okay. Ndio penzi. Asante. Hapo sasa ushawahi kupenda? Nilishawahi kupenda na nikapendwa pia. Ushawahi kuumiza na ukaumizwa pia? Unajua kila mtu anatafuta kujionyesha kwamba yeye yuko vizuri tu. Ila ikifikia wakati mtu atakuja kunizungumzia kwamba bana mimi Saja aliniumiza hapa, nitaelewa kabisa kama niliweza kumuumiza mtu. Okay. Lakini binafsi sijaona kabisa nimemuumiza nani. Hujawahi kumuumiza mwanamke? Okay. Sawa. Waigizaji mnakuwa na scandal nyingi, mnakuwa na story nyingi za mitaani. Mimi sijui nishawahi kusikia wapi story kwamba ushawahi kumpiga mwanamke ujauzito baadaye ukaikana. Hii story sijui nishawahi kuikutaga wapi. Nionaga wapi Facebook, nionaga wapi? Hii ni hali ya kawaida tu. Sababu mtu ikiwa pamoja na msichana ambaye mletembea naye, ikibahatika akapata mimba, inakuwa ni bahati tu. Lakini ishakutaga hiyo. Ukajikana ujauzito ambao niko moja kwa moja online, inaweza kuwa ngumu kusema lakini hapo naikwepa. Hapo tikausha usi. Ndio. Kwa sababu kwa usalama wako, kwa usalama wa usalama. Tuseme tu kwa usalama wa sisi wote. Iwe kwa wasikilizaji, kwa sisi pia, hata kwako pia. Okay. Yes, group lako shatokea ukapenda msichana kupitia kundi lako hilo la movie au kwenye mara nyingi huwa wanawasikia wanakizungumzia hicho kitu. Kwamba wanasaja atakagi mtu ambaye atakayezungumza naye, au Saja na aibu hataki kukaa pamoja na wasichana. Mara nyingi huwa wanazungumzia hivyo. Lakini kweli ni maanisha ni ile kukua makini na kazi yangu. Okay. Nikiwa niko mbele zao ni lazima nionyeshe ile responsibility. Ndio. Bwana Saj, naam, ushawahi kumpenda mwanamke alafu ukaokopa kumwambia? Mara nyingi inatokea sana kwa ukweli. Kwa nini sasa? na inatokea katika mazingira gani? Nakumbuka kipindi kimoja nilikuwa ni perform Gitega mikoani. Basi tulikuwa pale na sehemu ya kuimba, basi nikawa nimeimba. Basi ikaonekana kuna watu ambao wamefurahia ile performance yangu. Walikuwepo wasichana. Basi nilipotoka jukwani, wale wasichana walitaka kuzungumza na mimi. Na zile haraka za kutoka jukwani na nini, nikapotea kwa ukweli. Ilifikia hata wengine wakazungumza, sasa huyu jamaa mbona anapotea, hata kuongea pamoja na mafanzi nini, kitu kama hicho. Okay. Ilifikia hata walinifuata mpaka nyumbani. Lakini nikawa nimepotea hivyo. Okay. Sababu nimeelewa tu kwamba ni mapenzi ndio ambayo yanakuja hapa. I say, maskini. Uko katika wale wanaume, unakubaliana na huyo msikilizaji ambaye alikuwa ameweza kupiga simu anasema kiukweli mapenzi sidhani kwamba yanaweza yakamzidi mama yangu mzazi. Wewe binafsi unasemaje? Kati ya mama na mwanamke unaweza kumsikiza nani sana zaidi? Sema kweli mpenzi. Wewe binafsi sasa, wewe ni wewe. Mama yangu mimi saizi hayuko hapa tena duniani. Pole. Pole sana. Mwanamke yuko na nafasi tu sababu mama hayupo.
Okay. Lakini light okay, kana nafasi ya wale ambao wako na wazazi. Wewe binafsi. Kwa Kiswahili ndio kisiwe kigumu hapa. Kiswahili ni kwamba sio kila jambo mama ndo awe muamuzi. Okay. Sio kila jambo mama awe muamuzi katika mapenzi yako. Yani kuna wakati mwingine inabidi unao unashika kama mwanaume. Unachukua maamuzi ya jambo fulani. Okay. Yes, sawa. Kuna msikilizaji saizi anatusikiliza bwana nani? Saji. Kuna mtu saizi anatusikiliza for sure. Lakini anasema sawa jamii nawasikiliza, lakini kama unanizingua tu na hasira zangu na stress zangu za mapenzi, labda miachika, labda anafikiria kutoka kwenye ile ndoa, labda anafikiria kuachana na mapenzi, stress kila siku, kelele kila siku. Mimi nahitaji kupata nasaha nzito kutoka kwako. Huyu mtu ambaye saizi yuko nalia, unasikiza radio. Kwa sababu ni sauti ya furaha, ni PJ Classic FM, ni sauti ya furaha. Kipindi ni penzi langu kila siku ya Jumamosi. Lengo ni ili tujaze furaha kwenye mioyo ya watu na utulivu. Tunafanyaje sasa? Nataka kidogo unisaidie kumliwaza aidha kumpoza au mwanamke ambaye au mwanaume ambaye sasa kuna lia naumia sana kwenye mapenzi, wengine mpaka wanafika mbali kabisa wanasema mapenzi hamna. Ni mizinguo tu. Kweli. Mmoja nikupitie katika hadithi zangu tofauti. Okay. Na nitapendezwa sana na wasikilizaji wa PG Classic FM watakapokuwa wakifuatilia hizi hadithi na wao makini katika namna za kutunza penzi lao. Ni kwamba mimi ninapoipata nafasi ya kuzungumza na msichana nikabahatika kumuelewa. Msichana ni yule ambaye panya ikipita ukimwambia bwana panya hiyo inapita anashtuka moja kwa moja. Huyo ni msichana huyo. Ndio mwanamke. Alafu ukimwambia bwana mserebani ndio huyo mjusi unapita anaruka. Huyo ni mwanamke. Mwanamke akiwa na simu alafu ukapiga kelele au ukasema jambo ambalo linashtua tu, utamwona anaiangusha ile simu moja kwa moja anaiachia. Huyo ndo mwanamke. Nataka uelewe sasa utofauti wa huyu mwanamke ambaye mimi ninazungumza naye. Ni yule ambaye unayemzungumzia kwamba unaliona giza la usiku. Nataka uende nje sasa ukakojoe, usikojoe hapa ndani. Utakwambia lazima niingize kacha usiku. Naokopa kwenda wapi? Kwenda nje. Lakini nikibonyeza kwenye simu au nikagonga kwenye dirisha lake, bana niko hapa, ni usiku, mwanamke anatoka nje na anakuja, tunazungumza, tunakaa kona tunazungumza, baadaye anarudia wapi? Ndani kwao. Huyo hapa aliokopa panya, aliokopa sijui na nini na nini, na ule giza la usiku akawa aliliokopa. Lakini anapoipata nafasi ya kuzungumza na mvulana mwanaume ambaye anamweka sawa, auone hata ule usiku ajali, hata saa 4 za usiku, saa 5 anaweza akarudi nyumbani, akaruka ukuta, akapita kwenye dirisha na akaingia ndani akalala. Ano mazuri yaendani sawa sawa na gisi mpenzi wake anavyotaka. Itakuwa ni bora zaidi. Lakini mpaka sasa umewasaidia wale ambao wako kwenye mapenzi tayari. Ndio. Tumsaidie kidogo ambaye kuna lia saizi baba ja. Mtu ambaye yuko analia saizi kwenye mapenzi anaumia. I see. Unaweza ukatafuta ni kitu gani ambacho unachokipenda kinyume na mapenzi. Ukajaribu kwa muda wa siku 2 au siku 3. Ukakifuatilia hichi kitu. Utakapokuwa ukikifuatilia, mapenzi ni lazima yataingia tu katika kile kitu. Hapo sasa unazipata tena zile kumbukumbu za yule mtu ambaye anafanya nini? Anakuumiza. Lakini huko katika hali ya kupoteza fikra ya mapenzi. Ni kwamba hautokwenda mbali na mapenzi. Siku zote tuliumbwa kwa upendo wake nani? Muweza. Na tunaishi hapa katika haya maisha ya ulimwengu ni kutokana na upendo. Hata kufikia wazazi kutuzaa sisi na kutulea ni upendo.
vile tunavyokutana na watu tukazungumza nao vizuri au inatokana na upendo. Kumbe upendo hautoukwepa sehemu yoyote ile. Kweli. Upendo ni lazima utakuwa karibu nao. Kumbe jifunze katika kile kitu ambacho unakipenda, jaribu kukifuatilia, lakini mapenzi muda ndio watakapo kutokea tena ni wewe kuelewa ni jinsi gani unajifunza. Nilikosea wapi, au nisionekane mimi ndo mbinafsi tu. Okay. Ukataka kumhamakia mwenzako kwamba bana yeye tu ndo anakosa. Kumbe kumbuka kusamehe ili upate na wewe kusamehewa. Msamehe mwenzio kama alikukosea, au uweze kuirudisha ile nafasi ya kupata ule upendo. Okay. Asante sana. Mimi naamini kabisa mpenzi msikilizaji utakuwa umesikia mengi sana hapo, utakuwa umejifunza jambo fulani ambalo ni muhimu sana kwa wale ambao ni wapenda nao, wana ndoa pia, ambao wapo kwenye matatizo ya hapa na pale, purukushani hapa na pale. Ni vyema sana kusamehe kuliko kuzidisha kelele na vurugu, kwa sababu ndizo zinasababisha hayo majozi yote ambayo tulikuwa tunazungumzia baadaye. Unajua kama na zile kumbukumbu zamfanya mtu kuelewa ni nafasi gani ambapo anaweza kaitengeneza upendo wake. Unazipata zile kumbukumbu. Mfano kumbukumbu hivi. Siku nilipokuita na ukaitika, bila kusita niliyoyatamka, moyoni kurizika kwa zazi kote tutafika, ila bado natafuta kitu gani ambacho mpenzi utarizika. Unaelewa hivyo? Uko vizuri. Inabidi kumbuka ni kauli gani ambazo ulikuwa ukimwambia, ni nini ambacho ulimwaahidi. Kumbe fikisha yale malengo ambayo ulimzungumzia mwenzako. Asante sana. Ni bora zaidi. Asante sana, tumeze mate kidogo bali tunarejea. Mambo ni matamu sana ndani ya penzi langu leo. Ndo hivyo bwana, baby, ndo hivyo baby mama, baby nani sijui mwenyewe huko. Kipindi ni penzi langu, tunaendelea na mazungumzo yetu pamoja na bwana nani? Saji Omar. Sasa jina lako ndugu yangu limekaa Kiarabu sana. That's why sometimes linanichanganya. Kwa ukweli. Saji. Naam. Miki ukweli nina surprise yako. Surprise? Of course, man. Nina surprise yako kiasi fulani kwa sababu unajua hata mimi asubuhi nilihisi kichezo kwenye jicho. Alafu mtu alikuwa pembeni zuene wangu nikamwambia mimi nahisi kicheza, akaniambia bana muombe Mungu kiwe ni jambo lizuri. Okay. Wengine labda utapata hela. Sasa nasikia surprise hapa, labda ni jambo lizuri tu. Kiukweli inaweza isiwe ni habari mbaya. Acha tujiweke hivyo. Sawa? Tujiweke hivyo. Na surprise hii mimi naamini bila shaka kama hutakuwa mtu mwingine itakuweka sawa, itakuenjoyisha sana. Mimi kwa kawaida ni iko hivi. Kama sikumwalika mtu na kwanza kabla yote nikuulize swali. Hivi una mchumba, una mpenzi, umeniambia mwanzo kwenye kipindi ambacho uko single. Saizi niko single. Uko mwenyewe? Ndiyo kwa kweli. Okay. Sawa. Sio mbaya. Mimi mara nyingi nikialika wageni kwenye kipindi chetu kweli hapana kwa vitu viwili. Aidha mke na mume, mtu na mpenzi wake. Aidha mtu tu binafsi. Kati hivyo kualika wewe, lakini tumekuwa na mifumo ya surprise. Mifumo ya surprise ambayo inatusaidia kuweza kuhakikisha kwamba tunawekana sawa. Tunawekana sawa ili mradi kuweka chachu kwenye kipindi chetu. Okay, basi acha niweke ngoma hii alafu tuweze kuleta surprise yetu. Hamna shaka, ni subiri kwa furaha tu. Bwana, subiri kwa furaha kwa sababu si surprise mbaya. Na mimi na wasikilizaji kani hapo nimeambia leo kuna mambo mazuri mengi. Ndio maana mgeni wetu nasikia alikuwa anatuelezea mambo mengi sana kwenye mahusiano, na tayari tumefika saa 4:32 ndani ya studio za PJ Classic FM.
course baby, tuongee tofauti tumalize. Kipindi chetu tayari kinaendelea, ni penzi langu. Surprise imeshamletea bwana mkubwa hapo bwana. Studio imebadilika sasa. Tulikuwa wangapi? Tumekuwa wawili, hivi tumekuwa watatu. Bwana Saj, nakusikia mwandishi. Uko vizuri? Umemuona lakini wewe? Nimemuona. Nimemuona. Unamfahamu huyo dada? Sijui anazungumzaje. Lakini unamfahamu? Yo, swali la kwanza, unamfahamu huyo dada? Mmoja mimi namuona ni msichana. Jibu swali. Zabibu, hasira hapana. Tumekubaliana. Hii radio ndugu yangu. Sasa nimeuliza, nimemuona ni msichana mzuri, amependeza. Sogelea Michael. Ulikuwa unazungumzia kwenye swali. Amekuuliza unanifahamu? Kwa nataka nikufahamu vipi? Subiri. Zabibu sijakupa kauli. Subiri nimzimie mic. Zabibu sijakupa kauli tafadhali. Asikilizaji samani mimi nimekutanisha watu wawili ambao kiukweli wanaweza kuwa na matatizo baina yao, sawa na kile nilichokiambiwa na mmoja wao. Sasa huyu dada nadhani unamfahamu bila shaka. Unamfahamu? Kwa unataka unamjua? Unamfahamu kivipi? Kama subiri. Zabibu, ndio maana nimekuzimia mic. Subiri. Swali ni unamfahamu basi ni mara ya kwanza unamuona? Ni mara ya kwanza unamuona dada? Sio mara ya kwanza. Okay. Sio mara ya kwanza unamuona? Unamfahamu wapi? Unamjua wapi? Maswali mengine tutayachukulia na nafasi nyingine. Sio hapa. Okay, unajua huyu dada anaitwa Zabibu. Wapenzi wasikilizaji, mnatusikiza saa hizi. Ni kama nilivyowaambia, nimekutanisha watu wawili ambao hawako vizuri kiukweli. Mmoja, huyu dada anaitwa Zabibu. Labda kuna wale wanaomfahamu kwenye masuala maigizo na nini hivyo, lakini swali la msingi inakuwa malalamiko yake yalinifikisha mimi, yamenishangaza sana. Na imenifikisha na kicho nifanya mimi kutafuta ili nikualike kwenye kipindi ni kwa sababu ya malalamiko ya Zabibu. Mimi of course nakujua kwenye mapenzi uko vizuri, kwenye masuala ya mahusiano uko vizuri, lakini kujiuliza kama uko vizuri kwenye mapenzi, kwa nini Zabibu analia hivi, analalamika hivi mitandaoni? Nimeweza kuona kwenye status za Zabibu Haya, twende basi moja kwa moja. Amelalamika nini au anahamaki nini? Okay, sawa. Mbona unakuwa mkali kaka? Unajua maswali ni maswali ya kutatua ili atoke njiani. Sawa. Taratibu basi ndugu yangu. Nataka nielewe nini? Taratibu. Dada Zabibu, hebu acha nikupe mic mwenyewe ujizungumzie. Zabibu, unamfahamu? Sio kumfahamu tu. Namjua. Okay, sawa. Unamjua vipi? Unamfahamu vipi? Huyu jamani tapeli sana. Yaani wewe sio binadamu, wewe ni yaani nakuchukia wewe. Zabibu. Isaac, kwanza nashukuru. Pili, mimi nataka kudili na hapana, subiri. Zabibu subiri. Hapana. Hivi wanaume wote ndio hivyo hivyo. Subiri. Usitumii kauli chafu. Usitumii kauli kali. Surprise ambayo umeniandalia leo. Ndio surprise ambayo umeniandalia. Subiri kidogo. Acha hasira. Mchezo wa hasira hapa haumo. Mimi nipo kama msuluhisho wa wapenda nao, tafadhali. Kipindi ni penzi langu. Hii ni sauti ya furaha. Ni PJ Class kama sauti ya furaha. Hatupendi mtu yote awe na huzuni ndani yake. Zabibu alikuja akatuambia kuwa sijui mnafahamiana vipi, lakini mimi nilikuwa ta surprise kwa sababu nilikuwa najua Zabibu lakini sasa Zabibu akaja kuniambia, ananiambia kuna kijana hivi, akaonyesha picha yako, akaonyesha hivi, akaniambia kaka nimemtafuta na mkosa, siko nampata, alafu na ujauzito wake sasa hivi nikawa kama siri. Kwa anasema unataka kukana? Nakana kitu gani? Si ndo nauliza. Sasa ni mara ya kwanza unasikia hiyo issue? Subiri kwanza. Ni mara huyu jamaa amenikimbia. Yaani hata sema alikuwa anapanga, ameamua akaondoka. Familia yake nzima yani ameambia wasinifahamu, yani wanifukuze kabisa. Huu ni Zabibu subiri. Maswala ya unyama, kuita mtu mnyama hapana redioni tafadhali. Tafadhali sana. Mimi ni mpangaji. Na katika kubabaisha kwangu naweza kuwa nimehama
Sasa kuhama inamaanisha kwamba ni mara ya kwanza unasikia kama Zabibu ana ujauzito. Ni mara ya kwanza unasikia kama Zabibu ana ujauzito. Hivi nikuulize. Huyo ujauzito. Hujawahi kuona picha mimi na yeye? Of course, umenitumia nyingi sana mimi nilikuwa na posti. Sasa hivi leo unanikana mimi kweli? Saji. Na Zabibu, tuanze umestopisha sasa kuposti. Subiri. Saji, ulikuwa hujawahi kudate na Zabibu? Hujawahi kutoka naye kimahusiano basi? Sababu tumeshataka ieleweke na mtu ambaye atakuja kutusuluhisha hili jambo. Tumetembea pamoja naye. Usimwoni hivi unitapeli yani. Zabibu, chunga kiti. Nimekwambia hasira. Sikia anavyoongea huyu. Inaniuma. Sawa, najua tafadhali. Saji kweli wewe ndio unaongea hivi? Tafadhali. Kwanza wasikilizaji, kama movie hivi ya kiamu. Niambie nimeongea nini? Au kama movie, leo hii haunifahamu, si ndio? Kwa hiyo ukishahamaki kwamba mimi nimehama, unataka kumaanisha nini? Ieleweke katika Saji, mara ya mwisho kuwasiliana na udada lini? Mara ya mwisho kuongea na mimi lini? Mara ya mwisho kuwasiliana na udada lini Saji? Namba zangu zote ameblock. Amefuta namba zangu zote. Yaani nilikuwa nikimpigia simu, anajifanya kama hanijui. Wakati alikuwa akiongea kila siku hawezi kulala bila kusikia sauti yangu. Leo hii eti hunifahamu wewe. Unajua kama siku hiyo ulibadilisha sauti yako ndio maana nimekuelewa tofauti. Nimebadilisha sauti yangu. Mara ngapi nimekupigia simu? Zabibu, ulikushawahi kumwambia kama una ujauzito wake? Mbona kama ameshtuka? Huu ni mnafiki. Nimekaa naye mimi nikamwelewesha kila kitu na hali ya nyumbani. Lakini ameniambiaje? Yaani nimemshangaa sana. Ameniambia hayupo tayari kuzaa na mimi. Kweli. Kuanzia hapo nimemtafuta kila sehemu. Saji wewe kweli. Bado linaeleweka hili. Bwana Jack. Jamani. Nifanyie wewe. No, subiri. Jack, naomba please baki hapo. Baki karibu na hao watu na kuomba. Please. Big Jack, namshukuru Mungu kwamba bado yuko hapa kazini na atanisaidia kusuluhisha hao watu. Si vibaya. Zabi, rudi kwenye ile mic. Jack, na kuomba ndugu yangu. Kama ukishindwa itana siti asimame hapo. Itana mlinzi asimame hapo. Kwa kweli leo kipindi kimefukutika. Yaani ni kifukuto kabisa. Una maasira tu. Hivi na mimi hapa nikipandisha hasira zangu. Ulikuwa hunifahamu. Leo sikufahamu. Kwa hiyo unataka subiri. Leo utanijua. Subiri. Zabibu. Mpaka sasa subiri. Saj. Kwa nini? Alikuandikia. Wanawake siku hizi wanataka kujipatia nafasi ya wanaume. Ieleweke kwamba mwanamume ndiye anayempenda. Ushawahi kumwambia kuwa hawezi kuzaa naye? Yeye ndo anataka aoneshe kwamba yeye ana upendo mkubwa kuliko mimi. Sisi kwa shida iko wapi? Mimi mwanamume ndio anataka kuonesha wewe upendo. Huyu ndio tabia yake. Jana lazima kwa mtifu kwangu na msikivu. Nimeenda kwa hiyo nikikuzungumzisha subiri basi tupane kauli moja tafadhali. Zabibu, sogelea mic vizuri na kuomba. Kama kibidi simama kabisa, kama unaona kukaa na kuzingua. Jack, msogezee mic na kuomba. Jack, msogezee mic. Mfungie mic vizuri. Tena shusha hasira tafadhali. Shusha sauti. Okay. Isaac. Baada mimi kuongea naye. Akanikana kabisa. Na akakimbia. Jack, siko namsikia vizuri. Zabibu, msogezee mic vizuri. Mimi nimemtafuta. Nikaenda kwao. Walichonijibu wameniambia mimi ni wa 7. Mimi ni wa 7. Wewe ni wa 7? Wewe ni mwanamke wa 7? Sio mwanamke wa 7 tu. Yaani mimi nitakuwa wa 7 kujifungua mtoto wake.
kubeba mimba yake nitakuwa wa 7. Yaani kazi yake ni kuzalisha anatupa, kuzalisha anatupa. Sasa leo baba nashukuru kwanza kunikutanisha naye. Mimi na yeye leo pata chimbika. Umeiona ni nafasi ambayo nimeionesha ya moyo wa kuwasaidia hao wasichana. Lakini wema wangu ndio unakuja kuniponza mimi. Kivipi? Ikiwa kwamba ni mwanamke wa 7 sijui wa 9 na ngapi huko, hizo ni hesabu na idadi ambazo watu ambao ninawasaidia mimi. Ikiwa kwamba Mungu amenibariki, nina uwezo wa kuwasaidia hawa wanawake. Kuwasaidia vipi? Kuwasaidia kuwazalisha. Ujue hiyo ni bahati mtu kumpata mtu ambaye atafanya nini? Kukuzalisha. Ni bahati. Kwanza aishukuru Mungu kwanza hiyo bahati ya shida. Subiri. Shida haikuwa kukutupa wapi? Mimi kwamba kuhama kwangu ndio kuonekana kwamba nimekutupa. Ni sabuni unaniletea. Ni hela ya kula unaniletea. Na umemwambia kuwa huwezi kuzaa naye. Sio kama ni shida lakini sasa. Mara ya kwanza mimi kufika hapa amesemaje? Anaitoa kauli mbovu. Ujue ni msichana mzuri. Na sio kuhamaki mbele ya mwanamume. Kukihamaki mbele ya mwanamume unafikiri mimi. Mara ngapi nimekutafuta ili tuweze kuyaongea mambo tu njiani. Unakataa. Sijapenda kuja hapa kwenye redio. Mpaka afikie stage hii ya tension ime overdose. Ieleweke mtu katika kutafuta haya maisha ni lazima tupande na tuteremke. Na siwezi nikakaa nyumbani tu mimi kama mwanamume. Manake na ni wajibu wangu mimi kuwasaidia wenyewe. Manake unamaanisha nini sasa? Ni hasira zake tu. Hasira zangu na kufuata maneno ya watu. Lakini sasa kwa nini sikiliza, issue iko hivi. Baada angepata nafasi ya kunisikiliza mimi. Sasa kuomba nafasi ukamblock. Sasa tunasikia analalamika. Kwa nini chokilalamika akieleweki lakini? Nataka nimuulize swali. Babu yangu mimi Chambara Migunga. Kipindi chake hakuipata nini simu. Sigile mic. Hakuipata simu. Asa leo yeye ndo anataka kuonesha kwamba mpaka tuzungumze kwenye simu. Hajui sehemu ambapo ninatumikia mimi. Mpaka mimi kumtafuta kwenye simu kwa sababu nimemkosa anapoishi. Amehama zaidi ya mara 3. Kila sehemu akijua kama nimepafahamu anahama. Mpaka amekimbia Kongo. Anawazungumzia watu kwamba fulani mimi ni hivi, fulani mimi ni hivi. Kwa hiyo matatizo ya ndani unayawekea hadharani kila mtu mpaka aelewe tu. Kwao wameniambia kawaida yake akipiga mwanamke mimba anakimbia Kongo. Sasa leo Isaac hii PG yako itachimbika. Itachimbika. Kongo mimi. Kama itachimbika. Tafadhali jamani. Jamani wapenzi wasikilizaji wa PJ Classic FM, kidogo kumetoka, pamekuwa mtafaruko kidogo, pamekuwa kutoelewana vizuri kidogo kati ya Zabibu na bwana Daise. Mambo ni mazito. Sasa mimi nina swali, kwa sababu tukibakia kwenye hizi purukushani hatutopata dawa. Mimi nimewaita Zabibu, kama nadhani ulijua nilichokuambia. Nilikwambia hivi, kama unataka nikuita kwenye kipindi, niwakutanishe na huyu jamaa. Kama kweli nia yako ni kusuluhisha, kama kweli nia yako ni kuelewana na bwana, mimi nikasema kama nia kweli ni kukutanana na kuelewana, mimi sina shida. Lakini kama nia ni ugomvi sitaki. Isaac, mimi napenda kuelewana naye. Lakini bado anakana ujauzito wangu. Mimi nitaenda wapi na hii mimba? Ndo swali. Saji. Hapo kuna kizungumkuti kidogo. Hapo ni kwamba anakuzungumzia wewe na wewe ndio uwe najibu, sababu mimi hajanielekea. Kwa sababu Isaac ndo amenipiga mimba. Wewe ndio umenipiga mimba. Na wewe ndio utapanda na mimi na ushuke na mimi. Utapanda naye utashuka naye. Hizo kauli zako zinapingana na wewe. Subiri kidogo, subirieni kidogo jamani, hasira pembeni tafadhali. Kipindi chetu pendwa kabisa, penzi langu la leo kwa kweli tumeingiliwa. Ndio maana sikia mambo kidogo amekuwa tafaruku kidogo, mambo yamepandiana kidogo, lakini at least naona hasira kidogo zao zimeshuka na Zabibu amekubali kuzungumza bila shari wala kelele yoyote. Zabibu, tuanzie wewe. Zabibu, tukiendelea hizi vurugu hatutopata dawa. Kiukweli wasikilizaji sasa hizi wanataka kujua sasa hao watu wanashana nini, wanakofishana nini. Mimi nataka kujua sasa
Zabibu, unataka nini? Jamaa kufanyie nini? Tuanzie kwako. Isaac, Sogila mic. Mimi ninachokitaka ni yeye aishi na mimi au anilipie nyumba au anipe matibabu kwanza. Asante. Au ananipa hela kula au ananilipia nyumba. Kama hataki tunaondoka wote usiku. Ndio mama, mimi siwezi kuilea hii mimba peke yangu, sina huo uwezo. Mzee baba mziki kwako, tambie. Nimeridhika na niweke shukrani za dhati kwa Mungu ambaye ni mwenye sifa kamilifu. Siku zote nilihitaji furaha yangu ni kutoka kwa huyu msichana. Sogela microphone. Siku ya leo tuko pamoja. Ni faraja kubwa kuona nimekaa pembezoni mwake. Hapo ni sawa sawa na maji. Sasa Zabibu, mbona unaanza kufanya hivyo midomo Zabibu? Unaharibu. Unaharibu Zabibu. Kwa nini siko naigiza hapo? Anaigiza huyu. Anaweza kanifikisha nyumbani kwake akanitimua baadaye. Unamfahamu huyu? Hey. Sasa ushakuishi naye? Nataka uelewe kitu Zabibu. Nataka uelewe kitu. Ni kwamba nafasi ambayo utakayochukua wewe ya huyu upendo wa dhati ni kumwamini mwenzako katika lile ambalo analolizungumza au kulitenda mbele yako. Najaribu kuonekana mwema mbele yako. Pengine labda ni kutokana na udhaifu na nakupenda mambo mengine. Ulikuwa unaniambia lakini mwanzo uliniambia uko single baba. Kukifanya kwa. Unamuelewa? Baba, mwanzo uliniambia uko single ndugu yangu. Unamtahura? Hivi unakubali kuwa upo? Kidogo Zabibu, umemuelewa? Ieleweke kutokana na hali ambayo imepita hapa kati, ndio maana nimezungumza kwamba mimi niko single. Kitu gani ambacho kilikuwa kimetokeaga mpaka umkimbie Zabibu? Kidogo tugusie hapa kidogo. Ili wasikilizaji pia wapate faida. Anaigiza tu huyu. Zabibu, acha kumhukumu basi. Alivyokuwa hizo loma zako na zinamboa sasa. Zitamboa mwisho. Kama kweli huyu alikuwa ananipenda, kwa nini anikimbie? Mimi sija kukimbia Zabibu. Pale tokea nini? Ndio tunaweza tuambia. Nimemkosea nini hasa mpaka anikimbie? Alikuwa anakutesa, alikuwa anakustress, alikuwa anafanya nini? Amna, ilikuwa ni katika hali ya kuyatengeneza maisha. Na kuelewa kwamba naweza nikaijenga familia yangu na mimi. Kutokana na kidogo uelewe kwa kile chumba nilikuwa naishi. Ulikuwa naishi chumba kimoja? Nilikuwa naishi kwenye chumba kimoja. Maskini. Na ieleweke kwamba nilikuwa sijakaa sawa kimaisha kivile. Na simaanishi kwamba saa hizi ndio nimependeza au nimekaa vizuri kuliko jana. Lakini kitu ambacho nimebadilika ni kuelewa kwamba mimi ni mwanamume. Na kupendeza kwa mimi mwanamume ni kuwa pamoja na wewe. Mfano wa baba alivyokaa pamoja na mama na wakaipata baraka ya kuzaliwa mimi. Na huyu ambaye atakayezaliwa. Lakini Zabibu, unamuelewa? Amelainika. Kumlea Zabibu. Hayo maneno pia. Unaongea kwa sababu tuko kwenye PG. Ni kwa sababu nakuona wewe ndio furaha yangu. Kwa nini najanitafuta muda wote? Kwa nini najanitafuta mpaka mimi? Kuna muda kiasi gani alikuwa amekwepa Zabibu? Miezi 4 sasa hivi. Baba, miezi 4. Lakini ujue kwamba kila kitu ni kubadilishana. Siwezi nikabadilisha mapenzi kwa kitu kingine chochote kile. Maskini. Kuliko kukupata wewe tu Zabibu. Sasa kaisi maneno kwenye kanga hayo ndugu yangu. Mimi sielewi. Yaani mimi wapenda kusikiliza kwa sababu mko mnamuona Zabibu. Napenda sana Grevis kuna kamera. Sasa mimi kuna kitu mmoja sijaelewa. Zabibu, kwa nini mpaka sasa hauku unakubali ambacho anakizungumza mzee baba? Kama uamini hivi kuna shida gani? Unajua kwa nini?
Nilipoingia kuna mwanamke ameacha nje. Ayo maneno, huyo upendo utamka sasa hivi. Alainike. Ananigizia huyo. Dada yake yule ametambia mwanzo wa kipindi, dada yake. Dada yake? Sio mdogo yule la Kizabibu. Jamani. Jackie tuitie huyo dada yake huko bwana, aingie mara moja. Dada yake utazame mwenyewe kama wanafanana. Dada yake? Dada yake. Sasa kiufupi, kiharaka haraka. Wewe binafsi unaelewa kwa uliwahi kukosea. Lakini kabla hapo, unajua kabla mtu kirikosa, inabidi kwanza ajue amekosea wapi. Kilicho kufanyaga haswa umkimbie Zabibu ni kipi? Ndio swali tu hapo. Alafu mengine labda ndio Zabibu atakusame. Kwa sababu mpaka hizo hasira unaziona kwa dada. Ni hasira ni kwa nini alinikimbiaga miezi 4 sasa? Kabisa. Naambia na ujuzi wake akatimka. Zabibu, nataka uelewe kwenye kile chumba nilikuwa nakilipia. Chumba ulikuwa unaishi wewe? Na nilikuwa nimeshamaliza miezi 6. Sijatimiza ahadi ambayo nimemtii niliyoizungumza na yule mzee mwenye kile chumba. Kwa hiyo ilinibidi niondoke kwa kile chumba ili niende kujipanga. Na katika kujipanga singeipata nafasi ya kutembea pamoja na wewe. Nasikia. Ungeonekana mzigo kwangu na ningeonekana kero kwako Zabibu. Niliamua kutoka mimi mwenyewe ili nitafute sehemu ya kujihifadhi na kutengeneza ujio wangu mbele yako tena. Hivi hata nimuulize. Anapokaa sasa hivi analipia chumba au alipii? Unaishi nyumbani, unaishi wapi? Saizi nimempata mfadhili kutokana na kazi ambayo niliifanyiza. Na akawa alifurahia upeo wangu wa kazi. Akawa amenipatia chumba ili niweze kujihifadhi. Haya ametokea lini? Kupata chumba yametokea lini? Mimi sitaki kumuelewa huyu. Unajua kwa nini Zabibu? Isaac nimeacha mwanaume ambaye na ninaelewa huyu mzee nikimwambia hili swali langu la kwamba niko na mwanamke ambaye tulitembea naye. Atanielewa tu. Na baada ya kupata, kwa sasa hivi uko na chumba kingine? Ndio. Unafanya kazi gani brother? Mimi nachomea vyuma kinyume na kuigiza. Yani kazi yako yote ni uigizaji? Ndio. Alafu unachomea vyuma ikifanyaje? Kuchomea vyuma labda kwenye lugha ya Kimbomo niseme suder. Okay, unafanya kazi ya sudia. Sasa hizi kamtunza Zabibu. Zabibu. Ndio sijui ana hamaki nini na kipindi mtu anaweza kuwa. Lakini Zabibu amekuelewesha ilikuwa ni hali ya maisha. Amekimbia labda kwa uoga wa maisha, labda hata ametishiwa ndugu yangu. Utajuaje? Kuna zingine familia kuna zingine familia ukipelekesha mimba ni shida. Unamwona yuko kwenye mitandao kila siku amecheza hivi, amefanya nini, ameposti hichi. Yaani mimi nitaelewaje kama yuko kwenye maisha magumu? Zabibu mlio kuigiza naye huyu jamaa. Maana mimi najua pia tunazifanyiza na ni matajiri ndio ambao wanatuwekezea pesa pale ili tufanyize hiyo kazi. Mimi ni kipaji tu. Na kile kipaji nakuja kuupata mkate wangu. Like kwani mkate utaki uchangie, ulikuwa humtafuti Zabibu mchangie. Ndio swali ambalo mpaka hivi liko hapa. Swali sio kuchangia huyo mkate. Ilikuwa ni sehemu ya hifadhi. Ni wapi naweza nikamlaza. Kwani kumtafuta sasa umwambie leo sana? Kwani kumtafuta kumwambia bwana mwenzangu hali iko hivi. Unajua mzungumzaji anapozungumza anaelewa kwamba yeye alizungumza kwa uzuri. Lakini mwenye kumsikiliza ndo anamsikiliza kwa tofauti. Ulimwambia jambo hilo lakini? Uliwe kumwambia kuwa kuna matatizo kuna? Hajawahi hata siku moja, hajawahi. Yaani wewe baada tu kumwambia swala yako tu matatizo yako moto chini. Anakimbia kabisa. Si unaona sasa umekosea ndugu yangu. Unatimka mwanamke tu kwa haelewa kwamba hatoelewa. Unajua jambo ambalo nakumbuka ameniambia hivi. Mimi siko tayari kuzaa na wewe. Kama vipi? Kanunue omo unywe. Afu leo mimi utanielewesha kama huyu jamaa ananipenda kweli? Sasa kitu gani nimezungumza hayo maswali? Labda ile inatakana na ulivyozungumza na wewe. Labda mimi nilikwambia omo utayarishe ili kufua hizo nguo za huyo mtoto ambaye atakayezaliwa. Naomba
Anageuza maneno ndio lake. Sasa sote tunajua kama nilikuwa sina uwezo wa kununua hiyo sabuni inaua. Inatoa mimba na inaweza ikaua. Afu ananiambia nikunywe. Asi, kumbe homo ni sumu. Huyu siku zote hizi mimi naelewa kwamba aje bwana unaigiza nini? Wala akaweka tengana kesa. Wapenzi wasikilizaji, kwa kweli mimi kuna vitu nguo gani sasa? Ulikuwa umeninunulia nguo? Sasa okay, Zabibu, tufupishe maneno basi. Afanye nini ili uamini anachokizungumza? Ndio naomba nifanye nini? Afanye nini? Kwa sababu alishakwambia sawa, nimeshataka radhi, nisamee Zabibu wangu, ilikuwa ni shida, ni matatizo na nini na nini. Niko tayari kulea mwanangu. Yupo tayari kivipi? Anaishi na mimi au ananipangia nyumba? Baba, jibu kwako ndugu yangu. Na kama ananipangia nyumba, hiyo pesa ya mwisho wa mwezi nakuja kuichukua kwako. Yaani muamini, inabidi muamini Zabibu. Tumia uaminifu. Kama kuna matapeli, baba, mfuatilie huyu. Hapana. Hiyo ni sehemu tu ambapo umeshaniweka tu, sio kwamba eti ndo. Ni kwa sababu matatizo ilimtupa ndani. Ni hasira hizo. Mapenzi ni nini? Alikuwa anatafsiri mapenzi baadaye. Mida tu. Kwa vyote ulivyotafsiri hapa, kipi umeshatendea haki wewe? Makubwa. Huruma sinaonesha kwako. Lakini sio ningekuwa mtu wa hasira. Hapa singetibuana. Ni kweli. Tungetibuana. Zabibu, ingekuwa mtu wa hasira hapa mngetibuana. Familia ngapi zimekaa? Bwana hana lake wala la jirani na wanaishi. Kweli. Familia ngapi? Ni kweli. Wangapi wanabebesha mimba wanawake na bado hawana kazi? Lakini tu ile kumbaki karibu, kumfariji, ndio. Kunifariji. Naomba uelewe. Kila mtu ana tactics zake za kutumia. Kwa mimi niliona hautomuelewa Zabibu. Hautonielewa, na kile kiasi cha mimi kuzurura pamoja na wewe, nipande nishuke, haungeweza kuvumilia kama gisi mimi ningevumilia kulala barabarani. Na ningeumia zaidi kukuona wewe unadondosha chozi lako mbele yangu mimi Zabibu. Maskini. Ndio jambo ambalo limenifanya mimi. Sawa. Nakubali. Basi leo tunaenda wote ama vipi? Zabibu na usimweka sheshe. Mimi tayari nishafukuzwa nyumbani. Kama ulikuwa vipi? Zabibu. Nishatonda koko mara ngapi? Maze kuziwa we kangahe haitaki. Kenshi. Lakini sasa si ameshapata chumba. Sasa hivi si ana kazi. Ndio tunaondoka wote. Baba unasema umelikoroga mwenyewe, utarenywa mwenyewe. Inabidi uelewe kwamba inaomba maandalizi au si? Labda tufanye naomba unielewe, lakini Zabibu si ndio unanielewa, lakini sasa hivi mzungumze muelewane. Ndio unatoacha kipindi tuyamalize. Inabidi ni unaondoka naye. Tutaongea. Unamsikia sasa? Mimi niko karibu na wewe Zabibu. Zabibu amekubali. Amekubali. Sikia kwanza bro. Fanya umdebloke. Ndio mablock ya WhatsApp. Ndio tuko pamoja naye saizi. Kila jambo liko sawa. Tuwe niamini mimi Zabibu. Basi tumia uaminifu. Sawa. Madam amesemea redioni. Radio kuna watu wengi watusikiliza. Ina maana kidekone. Radio itaenda kumshtaki. Akinisumbua tu narudi hapo. Lakini Zabibu, kwanza kabla afu niko nimesahau kuuliza swali. Kwani ukukimbilia kwenye mashirika za wanawake na nini wakuseme? Kwa sababu labda kuna itasi vile mjaoana. Mimi na yeye sio mke na mume. Nani atanisemea? Lakini kwanza kashakimbia, nani atamtoa wapi? Okay. Mimi kwa tana uoga Zabibu, nikoje utakuja tana polisi. Kwa kweli Mungu asifiwe. Na Zabibu umemuelewa at least. Amesema mpe muda kidogo. Kwanza hivi unaishi wapi Zabibu? Unaishi kwa marafiki, unaishi wapi? Naishi kwa marafiki zangu. Usihofu, tuko pamoja Zabibu. Bro, si maneno kumbembeleza redioni. Toka nje kwa timbwini. Wapenzi wasikilizaji, mimi sasa nikivaga kesi waga nalivaa kweli. Kivaa kesi waga nalivaa kweli. Mimi naamini kwa sababu yako. Okay. Ila utajionea mwenyewe. Hapana, mimi naamini hilo, na mimi natafanya. Bro, unakwenda kufanya utaratibu gani sasa ili tumalize? Unaenda kufanya utaratibu gani ili kumweka sawa Zabibu? Nimeelewa kwamba
kuivaa suruali yenyewe bila t-shirt ama shirt. Baba si Kiswahili vingi. Haipendezi. Si Kiswahili tu ndugu yangu. Unaona Zabibu kama amini kwa kweli, T-shirt yenyewe bila suruali haipendezi. Asante. Niseme ni nafasi nzuri ya mimi kumsogelea mwenza. Kusikika hapa. Na akaipata bahati ya kusikia sauti yangu na akaja moja kwa moja. Pengine ndo nafasi ambapo Mungu alipanga tukutanie tena. Ieleweka hata kwenye stories za watu wengine. Walikuwa na sehemu ambapo wanakutania. Na uelewe hakika milima haikutani bila damu, lakini wanadamu tunakutana. Na ndio maana mmekutana kweli. Ikiwa leo nitaendelea tena kukutapeli na kesho tena tutakutana. Naomba unielewe. Muamini. Zebi muamini. Tukupe siku ngapi brother za kujiandaa kumpokea Zabibu? Ukidekone mimi si wagi nacheza korosi hapo. Yani mimi waga nina tabia mwenye nikivaga kesi waga naivaa kwa naivalaga njuga kwa. Itokane na mazungumzo yetu. Na nikuombe kitu, usiwe mwenye kuhamaki endapo utakuwa siku ngapi? Nakumbuke kama mimi nakaa kwenye marafiki zangu. Mwanamke yuko barabarani. Anahitaji nimemwomba kitu kimoja, asiwe ni mwenye kuhamaki tu, asiwe ni mkali. Na sitaki kuonesha ule ubinafsi kwamba yeye tu haki iwe kwake. Aelewe kwamba sisi wote tunahitaji kuipata hiyo huruma katika upendo. Nipendwa hata na mimi nijisi kwamba nimependwa. Na wewe uipate hiyo nafasi. Lakini anakupenda ndio maana akakupava kukupa mpaka ana ujauzito wako. Kuna zaidi ya hayo ndugu yangu. Umelivaa mwenyewe utalinywa mwenyewe. Asante. Sasa mimi nahisi kwa kumalizia mimi nahisi ni Jack vipi? Niwape watu kwenye simu hata wangapi hivyo niwasikilize. Zabibu. Twagie mkarubanda. Tukamshize Karubanda. Huyo bwana tayari tumeshamweka sokoni. Sasa kidekone kwa kweli wasikilizaji wanatusikiliza sasa hizi ni watu sehemu mbalimbali. Lazima tutalivalia njuga. 67 tupigie simu na utuambie umesikia vipi ile timbo hili na tunalitatua vipi. Okay, zani tumpe muda kidogo. Halo. Yes. Salamu alaykum. Wa alaykum salam. Salamu alaykum. Wa alaykum salam. Nani mwenzangu unapiga simu kiwapi? Unapiga simu Takura. Nani? Abdul Karim Takura, uko vizuri? Salama, shukuru Mungu. Sasa kaka, surprise umesikia imeshika mwenzako huko, imemshika. Zabibu lo amefanya vitu ya maana kumsamehe mwenzake. Zabibu hajamsamehe. Hajamsamehe ndugu yangu. Wewe unasikia? Mzungumzisha Zabibu. Labda mnisaidie na nyinyi labda hasira itaisha amemsamehe. Naomba na Mwenyezi Mungu aendeleze na maisha yake ya baadaye, maisha yao ya baadaye. Zabibu Nikolo umemsamehe? Mimi akishatimiza nitamsamehe. Umesikia kaka? Anasema bado. Anasema bado akishatimiza yenye aliahidi hapa ndo atamsamehe. Kwa sababu jamaa aminiki. Amsamehe tu waishi pamoja. Zabibu anataka waishi, jamaa ndo hataki, anakwepa kwepa, sio unasikia? Jamaa wangu acha oga jamaa wangu. Bro, unakogelea. Jamaa iko na hasira kama tafuna misaya huko. Na shukrani kwa kipindi cha leo kingwa vizuri. Asante. Usiku na watakia usiku mwema. Nashukuru wote. Poa. Asante. Asalamu alaykum. Wa alaykum salam. Bwana, nimesikia 67 Allo? Oui. Salamu alaykum. Salam. Salamu alaykum. Wa alaykum salam. Nani mwenzangu? Ni Artire Kinama. Artire ni aje? Salama. Umemsikia leo mkuta mwenzako Artire? Kitu mimi naweza kumshauri huyo binti wetu Zabibu. Kwa sababu anaweza kumsamehe mwenzake kwa sababu kufika wapi watoto wanafikiana na matatizo. Na mmesema waambia kama yeye basi ambaye hivi amejistiri kwa chumba nacho. Okay, vocha zimemwishia. Sawa, Zabibu wetu inabidi umsamehe na umuelewe. 67 310 000 67 310 000.
tupokee kama line mbili hivi za wasikilizaji wetu. Nadhani tutakuwa mmesikia kuna wakati mimi kiukweli ndio nimeamini kuna wakati vitu vinatokea afu nahisi kama movie hivi, lakini ili timbu ile alikuwa la kawaida. Nashukuru sana bwana Jack amekaa pembeni tu hapo kama bodyguard anasubiria aone timbu. Mambo ni mazuri, lakini namshukuru Mungu hasira zimeisha. Hello. Yes. Hello. Yes. Ya kama mimi tumesikia hapo. Kuongea mambo mawili tu. Unataka kuongea mambo mawili tu? Kuongea mambo mawili kwa swala la uhusiano na swala la uzazi, watu wazungumzia mama na mke. Mama na mke. Sio hatuko huko brother. Nilisikia yote ilikuwa yote mwanzo mwisho. Okay, sawa. Ya pando kama fikra moja wakati wa kwenye mahusiano. Basi kuingiza mama tuingia wakati wa maisha. Mama anaingia kwenye issue ya maisha. Maisha ni mwanzo mwisho ni mama. Okay. Lakini mahusiano kama mahusiano. Mwanzo mwisho ni mwanaume kama mwanaume. Ni mwanaume atumie kwa mkeo. Okay. Sasa tunataka kutimiziana ambao mzazi aweze kuingia katikati hapo. Okay. Na ndio Mwenyezi Mungu alimwambia Hawa. Adam. Hakumwambia mama yake, alimwambia mke kutokana na umuhimu wa mke na nafasi yake. Ni kweli. Hilo ni moja. Kwa tukingera sana la kila la hawa ndugu zetu ambao wako hapa yeah. Bwana Saji huyo. Saji zungumza na watu wako. Saji kuna hasira. Mzungumzishe mzee wangu. Mzungumzishe kidogo. Nakusikia mzee wangu. Karibu tena. Nakusikia. Nyinyi wagizaji kwa hiyo. Na mimi ndio jamaa sio wananiigizia, kumbe wako kwenye seriously ni hatari. Lakini unajua mzee wangu, surprise hapo mzee wetu hapa kina mgisha hapo kupata maneno bana jenga nyoza watu katika familia zao. Ni kweli. Sasa mzee, ushauri tu moja kwa moja kwenye hii issue ilitokea ni upi kama mzee wa busara? Mugawarinda kaji kama tabia na hizo ambazo zimesimikana nazo hapo, badilika tu kwa sababu mtu ukishakuwa na badiliko na kuwa mmoja sasa jamaa mwaminifu, jamaa mshinga naye kwa sababu ya ukweli. Badilika tu sasa, tulikuwa hivyo lakini badilika baadaye kwa ni karibu. Ni kweli. Unaona ampe siku ngapi Zabibu ile aishi naye? Asante kuishi naye na kuteshikia kushafikia swala hilo kwa sababu mwenyewe niko tofauti na haya masuala ya kuishi naye. Ni kweli. Swala kuishi sio la kurupuka, ni kweli. Macho yanguke kimapenzi. Kama mapenzi ubishana na mimba. Isaac TV.